Khutba yetu ya leo tutazungumzia unwani ambayo inahusu kaifa nataamalu ma'a al-Qur'an fi hadhihi ash-shahr al-'azim. Tutaamiliana vipi na Qur'an katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala ametutajia katika kitabu chake kitukufu baada ya ambapo amesema شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن mwezi wa Ramadhan ambao imeshushwa ndani mwa Qur'an, huda linnas, ni uongofu kwa watu, wa bayinati min alhuda, na imekuja kupambanua na kuweka wazi huo uongofu. Al-Qur'an, ayuha al-ahibba, Qur'ani ni uongofu kwa watu, na Allah tabaraka wa taala kaiteremsha katika mwezi huu wa Ramadhan, bali itoshe kwamba ndani ya mwezi huu ndio mwezi ambao Jibril alayhi salam alikuwa akishuka kuja kumfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Ndipo Allah akatuwekea wazi hivyo, na wanazuoni na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakauliza mwezi wa Ramadhan shahru al-Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Ayuha al-muslimuna ibadallah, inna al-Qur'an al-karim huwa kalam Allah. Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, maneno ambayo yameshushwa kwa nabii wake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam biwasitati Jibril alayhi salam, lakini aliyoyaleta maneno hayo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kuyaleta mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwa amin fis samaa, ni mwaminifu ambaye Allah kamchagua mwaminifu mbinguni katika malaika, anaishusha Qur'an kumletea aminun fil ardh, mwaminifu duniani ambaye tayari Allah tabaraka wa taala kishamchagua Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Qala Allah tabaraka wa taala nazala bihi ar-ruhul amin, ameishusha hiyo Qur'an roho mwaminifu, huwa Jibril alayhi salam, ala qalbika, ameishusha kuileta katika kifua chako ewe Muhammad, litakuna min almundharin, lengo na madhumuni ili uwe ni mwenye kuonya watu kwa kutumia hiyo Qur'an. Wal-Qur'an laysa kitabu tilawatin fahasib, Qur'an sio kitabu cha kusoma tu ikatosheleza basi, yani ukawa unaisoma tu Qur'an ikawa ndio imetosha. Hapana, bal huwa kitabun hayatin wa manhajun ummatin wa dusturun akhlaqin wa shifau sudurin wa nur qalbin. Bal Qur'an ni kitabu cha maisha ya mwanadamu, kilichobeba maisha ya mwanadamu na kilichobeba mwongozo wa umma na kilichobeba mwenendo wa tabia za mwanadamu, lakini ni kitabu kilichosheheni shifa, ponyo kwa kifua cha mwanadamu, na ni kitabu kilichojaa na kunawiri nuru ya moyo wa wanadamu. Allah tabaraka wa taala anasema inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'an inamuongoza yule ambaye amenyooka, yule ambaye amekisimamia vizuri. Ayuha almuslimuna ibadallah, fanataamalu
maahu bitadhim wal ijlal, tutaamiliana na Qur'an kwa kukitukuza na kukiheshimu kitabu hiki kitukufu. Al-Qur'an al-Karim la yutla illa bi khushu'in wa la yudha'u illa fi makanin la'iqin bihi. Ndugu zangu Waislamu, Qur'ani tukufu haisomwi isipokuwa lazima pawe na khushu' ndani yake, pawe na unyenyekevu ndani yake. Na ndio maana huwezi ukaiweka Qur'ani masokoni ambapo pana makelele, bali Allah tabaraka wa taala anasema fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pindi ikisoma Qur'an isikilizeni na nyamazeni ili mpate kurehemiwa. Hii ndio adabu ya kuamiliana na Qur'an, kwa khushu', kwa unyenyekevu. Lakini Qur'an la yudha, haiwezi ikawekwa isipokuwa sehemu ambayo inaendana na hiyo Qur'an. Unapoichukua Qur'an, unapotaka uiweke sehemu pahala fulani, lazima uchague sehemu ambayo nzuri, safi, ndipo utaiweka hiyo Qur'an. فنتعامل بالقرآن أيها المسلمون عباد الله بكثرة التلاوة. تتعامليان القرآن وكثيريشا كيسوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم anasema ya kwamba اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Isomeni Qur'an, hakika hiyo Qur'an itakuja siku ya Kiyama kuwa ni mwombezi kwa mtu wake, kwa maana kwa mtu ambaye alikuwa akisoma. Hadhihi fursatun adhima, hii ni fursa iliyokuwa kubwa juu ya sisi kuamiliana na Qur'an, ni kuisoma kwa wingi, ili ije iwe hiyo Qur'an kwetu sisi ni mwombezi pale ambapo tumesimamishwa mbele Allah tabaraka wa taala. Falnaj'al lana wirdan yawmiya, tuijalie Qur'an kuwa ni uradi wetu wa kila siku. Usiseme natenga muda kwa ajili ya Qur'an, bali muda wako wote utumie kwa ajili ya Qur'an. Hii ndio adabu ya kuamiliana na Qur'ani tukufu. Itosha ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhadithia katika hadithi, anatuambia ya kwamba siku ya Kiyama atakuja kuambiwa yule ambaye mwenye kuisoma Qur'an, iqra warattil, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqraha au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Atakuja kuambiwa isome Qur'an, hapo tuongelewa mimi na wewe, kwa maana siku ya Kiyama tutakuja kuambiwa na Allah tabaraka wa taala isome Qur'an, wartaqi, na baada zaidi na isome kama ulivyokuwa ukisoma duniani. Nafasi yako ambayo yatakuwa ndio makazi yako ya peponi ni pale ambapo utaishia katika aya utakayosoma. In qara'ta 5 ajza, 10 ajza, 20 ajza, ukisoma juzu 10, juzu 5, juzu 20, juzu 30, vile utakavyosoma ndivyo manzila yako itakapokuwa peponi.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.